umemkusudia kwenda kusikia ujumbe jioni ya leo, Baba akapate kupokea. Asante kwa ajili ya mtawa Matulole, asante kwa ajili ya Angara mahali hapa, asante kwa ajili ya wafanyabiashara, asante kwa ajili ya wapita njia, asante kwa ajili ya wanafunzi, asante kwa ajili ya kila mtu Bwana atakayeenda kusikia sauti ya mtumishi wako jioni ya leo. Baba, nenda kajitukuze. Baba, nenda kamsaidie. Wapo waliofungwa na vifungo jioni ya leo, Baba nenda kawafungue kupitia neno hili. Wapo wanaosikia Bwana kutoka katika vitanda jioni ya leo, Bwana utasema nao. Baba, asante mtumishi wako Baba, nenda kampake mafuta mabichi kwa ajili ya huduma hii kubwa uliyoweka ndani yake. Nikutukuze, nikushukuru ya kwamba Mungu umeenda kutenda zaidi ya nilivyoomba, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha wote, na wote tuseme amen. Karibuni, karibuni wewe unasikia sauti hii, karibu katika viwanja hivi. Ipo meza ya Bwana imeandaliwa kwa ajili yako. Karibia na Mungu aende kubariki. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Ni jioni nzuri ambayo Mungu ametupa tukutane eneo hili la Michungani. Bwana, kuna kila ambacho Mungu anakikusudia katika maisha yako. Mungu akatupa neno kulileta katika senta hii, na limetupa neno kwa ajili yenu wenyeji wa eneo hili, kama ambavyo Mungu amekusudia tufike kwako. Kuna kila ambacho Mungu ameweka katika mioyo yetu, ambacho Mungu anatamani kukiona kinafika kwa kila mtu, wala sio kwa bahati mbaya, lakini ni kwa kusudi lile ambalo Mungu mwenyewe amekusudia tuweze kufika kwako. Tumekuja wenyewe kwa gharama zetu, lakini tukiwa tumebeba kitu kwa ajili ya mtu mmoja aliyepo katika senta hii ya Mchungwani. Yamkini yuko kwenye kibanda, yamkini amekaa kwenye bodaboda, yamkini amekaa nyumbani, yamkini anapita, yamkini amekaa mahali, yamkini anakunywa kinywaji kidogo, lakini lipo neno jioni ya leo linalokuhusu, bila kujali mazingira ulionayo, bila kujali hatua ambazo umezifikia, bila kujali muda ambao unauona, bila kujali hatua ambazo ziko mbele yako, bila kujali mambo mbalimbali ambayo wewe yanakuhusu kuyafanya jioni ya leo. Lakini kipo ambacho Mungu amekikusudia ili aweze kuzungumza na wewe. Nipe nafasi yako, nipe sikio lako, nipe moyo wako, upate kulisikiliza neno hili ambalo Mungu amelikusudia lipate kufika katika maisha, lipate kufika katika nyumba, lipate kufika katika biashara, lipate kufika katika mazingira yako ambayo Mungu amekupatia siku ya leo, tarehe 31, siku ya mwisho ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kuna kitu Mungu anatamani kukifanya kwa ajili ya maisha yako. Usikate tamaa, usichoke, usivunjike moyo, bali kuna neno ambalo Mungu anaenda kuhuisha maisha yako. Jioni ya leo ninapenda nizungumze na wewe katika senta hii, neno ambalo Mungu anataka kuzungumza na wewe. Kuna maisha ya watu wanaishi katika dunia hii, lakini Mungu anayemtumikia hata hawamjui, hata hawamfahamu, hata hawamuelewi vizuri. Na kuna vipindi wakati mwingine hata akiulizwa na marafiki, akiulizwa na watu, apate kumthibitisha huyo Mungu anayemwabudu, apate kumthibitisha huyo Mungu anayemtumikia, hawezi kumthibitisha, hawezi kumweleza inavyopaswa kuwa. Hii inanionyesha vile ambavyo Paulo alipoingia kwenye mji wa Asene akakutana na watu wa mji huu waliokuwa wanaabudu kwa Mungu asiyejulikana. Madhabahu yao iliandikwa kwa Mungu ambaye hawamjui, lakini wanamwabudu. Wapo watu wengi walio na madhabahu,
wa miungu ambayo hawaielewi. Pengine wameipokea kwa babu zao, pengine wameikuta kwenye nyumba zao, pengine wameikuta kwa wazazi wao, pengine wameipokea kwa babu zao, pengine wameipokea kwenye ukoo wao, pengine wameipokea kwenye kabila zao, au wamekutana nao kukutana na changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa nazo. Kwa hiyo wana miungu ambayo hata mtu akimpa muda wa kuieleza hawezi kuieleza vizuri, haijui vizuri hiyo miungu anayoiabudu. Paulo akazungumza na wao, akawaambia watu wa Asene ya kwamba mimi nina habari za Mungu anayejulikana. Achana na Mungu mnayemchunguza, Mungu mnayemtafiti, Mungu mnayemhangaikia, ambaye hata hajulikana anatoka wapi, anajulikana anaishi wapi, anajulikana anafanya vitu gani. Mimi nina Mungu ambaye anajulikana na kazi zake zinaonekana, kama vile ambavyo wewe ulivyoumbwa, kama vile vitu mbalimbali anavyovifanya machoni pako. Na jioni ya leo, senta ya Mchungwani, ninapenda niwaletee habari za Mungu huyu anayejulikana, aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye kwa ndoto za watu wa zamani hawakuamini kama leo Mchungwani kungelikuwa na senta. Waliyaona mashamba na mazingira yaliyokuwepo, lakini leo tunaona majumba, tunaona biashara na tunaona vitu mbalimbali vinavyoendelea kuwepo. Naomba unipe muda ili nizungumze na wewe kumtambua Mungu anayejulikana katika maisha yako. Ninaomba tuangalie katika Biblia yetu Matendo ya Mitume sura ile ya 17 mstari wa 23, tuendelee nao mpaka mstari wa 37. Usikie watu hawa wa Asene ambao Paulo alikutana nao, namna ambavyo walikuwa na namna ambavyo Paulo alizungumza pamoja na wewe. Naomba unisikilize na uone Biblia inasema nini. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko, ndiyo, na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Yes. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi. Nisikilize kidogo. Nisikilize tu kidogo. Paulo anawaambia, mimi ninazungumza na ninyi juu ya Mungu mnayemwabudu bila kumjua, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ninaamini kuna watu wanaoitumikia miungu mbalimbali, na hii miungu wakati mwingine wanaipa majina, hata majina ambayo hawawezi kuyatafasiri kwa mazingira walionayo. Lakini jioni ya leo ninaomba unielewe ya kwamba Mungu anayehubiriwa mahali hapa ni Mungu anayejulikana, aliyeziumba mbingu na nchi, aliyemtengeneza mwanadamu kwa aina zake jinsi unavyomuona, na kumweka katika utofauti, na kumweka katika mazingira hayo anayoonekana, na kumpa uwezo wa kuvifanya hivyo ambavyo unaviona, ya kwamba huyu ndiye Mungu ambaye ametutengeneza, wala sio Mungu ambaye unaishi naye kwa mashaka. Endelea. Hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Hawezi kukaa kwenye maeneo ambayo yamejengwa na wanadamu, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, wala hawezi kutumikiwa na mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote. Mungu tunayemhubiri hapa hahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Yeye ndiye ambaye ametupatia uzima huo ulionao. Yeye ndiye ambaye amekupa akili hizo ulizonazo, hata ukaanza biashara, hata ukaanza kazi ya kuendesha pikipiki, hata ukaanza kazi ya kuendesha baisikeli, hata ukaanza kazi ya kufyatua tofali. Huyo ndiye ambaye Mungu ambaye tunamhubiri, ambaye ndiye anaweza kukuletea wateja, ana uwezo wa kuongeza mtaji wako, au akauruhusu mtaji ukaliwa wote ukaisha, ukarudi kuanza upya. Yeye huyo anaweza kuruhusu vitu hivi katika maisha yako vikatokea, na ana uwezo wa kukuambia umechoka mno kuishi duniani, acha upumzike, na ukapumzika. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote. Ndiyo. Akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao.
Ndiyo. Ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa. Ndiyo. Wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Ndiyo. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashahiri alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Naomba unielewe vizuri ninapozungumza na wewe jioni ya leo, ya kwamba kuna watu ambao tunajaribu kumfananisha Mungu na vitu. Wapo watu wanaoamini na hata wanaabudu wanyama. Kuna watu wanaoheshimu kondoo, kuna watu wanaoheshimu nyoka, kuna watu wanaoheshimu nyuki, na wengine wanaishi nao mpaka ndani. Akimuona nyoka anatafuta mtama, anatafuta vitu mbalimbali kuja kumbaliki, akijua ya kwamba hii ni miungu, ni sehemu ya baraka kwenye maisha yao. Wapo wanaoabudu miti, wapo wanaoabudu mito, wapo wanaoabudu maeneo mbalimbali, wapo wanaoabudu vitu mbalimbali kwenye maisha yao. Wanaviamini, wanavitegemea, wanaviheshimu na wanavijua ya kwamba vina uwezo wa kufanya vitu kwenye maisha yao. Acha nikwambie, Mungu ambaye amekuumba na kukutengeneza ulivyo hawezi kufananishwa na nyoka, hawezi kufananishwa na dhahabu, hawezi kufananishwa na miti, hawezi kufananishwa na mnyama, wala hauwezi kumfananisha na vitu vya kutengenezwa. Hata kama ungetengeneza sanamu yenye aina ya namna yoyote, ni jambo ambalo haliwezi kuonekana katika maisha. Naomba nikwambie, Mungu tunayemhubiri hapa ni Mungu asiyefananishwa na vitu, maana hivyo vyote vimetokea kwa neno lake. Biblia inasemaje? 30. Ndiyo. Basi zamani zile za ujinga, zamani zile za ujinga, Mungu alijifanya kama hazioni. Mungu alijifanya kama hazioni. Bali sasa anawaagiza watu wote, wa kila mahali, watubu. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Naomba unisikilize ndugu yangu, ni kwamba mara nyingi Mungu tunajaribu kumfananisha na vitu mbalimbali, lakini hivi vyote tunavifanya sio kwamba Mungu hajui. Mungu anajua. Kuna watu ambao wanafahamu. Kuna eneo ambalo nilienda nikakuta watu wanaabudu mti, lakini kuna kisiwa kimoja nilienda nikafika kwenye kile kisiwa, nikakuta kwenye kile kisiwa kuna mti mmoja mkubwa, na chini ya ule mti kuna jiwe ambalo linaitwa chitandele. Jiwe lile wanaliamini wale watu kwamba ndilo ambalo miungu inaishi kwenye lile jiwe. Watu wakiwa na shida zao huchukua sadaka, wakaenda kwenye lile jiwe, ukaziweka sadaka zile, ukatema na mate maeneo yale, kisha ukapiga magoti, ukaeleza shida zako ulizonazo juu ya lile jiwe. Na nikakuta wamama, wanawake ambao Mungu hajawajalia kupata watoto, walilazimika kwenda kwenye hilo jiwe la chitandele. Walitoa pesa, wakavua nguo zao za ndani, wakakaa mahali pale, wakalibeba lile jiwe na kuliweka kwenye mapaja yao, na kisha wakaanza kuliambia lile jiwe, chitandele linahitaji mtoto, chitandele linahitaji nibebe mimba. Na kisha baada ya muda alitema mate, akayaacha pale, akaziweka pesa chini, halafu akaliweka lile jiwe juu ya zile pesa. Huyu aliondoka akijua ya kwamba Mungu ametenda jambo juu yake. Wanaamini lile jiwe
Na hata leo ukienda kwenye kisiwa kile, watakuambia eneo ambalo Chitandela anafika mahali pale na watu wanaliabudu lile jiwe. Nami ninaomba nikueleze ya kwamba ni kweli watu wanaamini vitu mbalimbali, lakini Mungu tunayemweleza hapa sio Mungu anayefananishwa na jiwe. Ni Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vya tofauti katika maisha yetu tulionayo. Wapo watu wanaamini vitu mbalimbali katikati ya maisha yao. Ukienda utawakuta wapo hata wenzetu hawa waganga wa kienyeji wametengeneza vitu mbalimbali. Nilikutana na mganga mmoja, yeye ametengeneza kibuyu na amekiweka vizuri, akakifunga kamba. Ana uwezo wa kuzungumza na kibuyu. Kibuyu kimewekwa pale, ukifika unatoa pesa zako kisha unatema mate. Baada ya kutema mate unaanza kukieleza kile kibuyu. Kibuyu, naomba uzungumze matatizo yangu. Kibuyu, naomba uzione njia zangu. Kibuyu, naomba uangalie matatizo yangu. Mtu anaanza kueleza yale anayoyataka, na baadaye kibuyu kinaanza kutikisika na kupanda juu ya kamba na kushuka chini. Wakati kinapanda juu, yule mwenye kibuyu anaanza kukutafasiria mambo yako, anaanza kueleza changamoto yako. Akikutana na neno, akiliona kuwa haliko sawa au linaleta shida, anakiuliza kibuyu. Kibuyu kinatikisika. Watu wengi walikuwa wanatembea wanaenda kwa yule mganga, lakini cha ajabu kilichonishangaza, baada ya muda mfupi yule aliyeishi na kibuyu pamoja na kuongea na kibuyu akafa. Nikajiuliza, kama Mungu aliyekuwa kwenye kibuyu ana uwezo wa kuongea na matatizo ya watu, kwa nini asingeongea na habari ya kifo? Huyu mganga asife akaendelea kuyaangalia mambo ya watu. Ninaomba nikwambie jioni ya leo ya kwamba Mungu tunayemwabudu hatutegemei kusikia kifo chake hata siku moja. Yeye ni Mungu anayeishi milele. Yeye ni Mungu anayetenda mambo yote tunayoyatarajia. Alituumba sisi kwa namna ya tofauti sana. Akaweka wengine warefu, kaweka wengine wafupi, wengine akawapa na tunyama kidogo, wengine akawanyima kabisa. Hata ukimwona barabarani anatembea amevaa suruali, unaweza ukafikiri labda aliwahi kukaa kabla hajakauka, ili kusudi kala alikokuwa amekaweka Mungu nyuma kaonyeshe dalili ya kwamba hapa kuna matako. Pengine alikaa yakakutana yakajichanganya yakapoteza dalili. Suruali huwa ina rungongo hapa chini na huku pembeni, lakini kuna mtu mwingine ukimwona hata huwa rungongo uwezi ukaruona, ukajiuliza huyu mtu matako yalisafiri yakaenda wapi? Lakini wakati anatembea ni kama anarudi nyuma, lakini kumbe anaenda mbele. Mungu alituumba kwa namna ya tofauti sana, akatutengeneza kwenye mazingira ya ajabu. Unaweza ukakutana na mtu mwingine ni mfupi sana, huwezi kuongea naye, umeangalia juu, ni lazima uiname ili uweze kuwasiliana pamoja na yeye. Huyo ndiye Mungu aliyetutengeneza watu, akatupatia lugha za kila namna. Kila mtu ana lugha yake na wanaongea kwa furaha na wanajisikia vizuri bila tatizo lolote. Huyo ndiye Mungu anayeweza kusikia lugha za wanadamu wote na akazitafasiri. Na huyu ndiye Mungu ambaye ninamhubiri katikati yenu. Ninamweleza juu ya maisha yenu, ninamweleza katikati ya kazi zako, ninamweleza katikati ya biashara zako, ninamweleza katikati ya mipango yako, ya kwamba Mungu huyu ni Mungu anayeonekana. Mungu huyu ni Mungu anayejidhihirisha kwenye maisha ya watu. Ametuwekea kila mtu eneo lake na hawezi kulivuka. Ametupa miezi, ametupa miaka, hatuwezi tukavuka. Hata kama tungejichanganya, hata kama tungelikuwa na vitu vyovyote vinavyowezekana kufanyika kuwepo, lakini ninaomba nikuambie, Mungu huwezi ukamfananisha na kitu chochote. Na ndio maana kuna watu wengine hata kwenye biashara zao unakuta mtu anafanya biashara kwenye kakopo ka kuwekea pesa, ameweka mkaa akiwa anajikinga na chuma ulete. Sasa mimi huwa najaribu kujiuliza, kama wewe umeweka kamkaa kamoja kwenye kopo la pesa, wakati vibaka wanakuja kukuiba ndani na kuna gunia la mkaa, si wangelikuwa wanaogopa?
Mbona hata muuza mkaa anayeuza mkaa naye ameweka mkaa kwenye kopo la pesa? Sasa najiuliza, nguvu ya mkaa mpaka iweko kwenye kopo la pesa, nguvu ya mkaa ikibaki kwenye gunia huwa haiwezi kufanya kitu chochote. Unajaribu kuangalia vitu ambavyo watu wanavifanya. Mtu anakupa hirizi yenye matumaini ya kazi, lakini mtu mwenyewe ambaye amekupa hirizi, mtu mwenyewe ana njaa, hata nyumba hajajenga. Unajua ni afadhali sasa hivi angalau unaweza ukaenda kwa mganga ukatiwa moyo. Walau kuna waganga siku hizo wamejenga na nyumba za bati, unaweza kukuta na msauzi, walau at least hata kama anakudanganya, walau uongo unakuwa uko karibu kuliko wale wa zamani. Maana unamkuta mahali anapoishi. Kuna mwingine nimemwona juzi pala ameweka mpaka na bendera ya Simba. Nikajaribu kuangalia kwamba kumbe afadhali bwana, lakini amejenga nyumba ameweka na sola juu. Sasa wale wa zamani walikuwa unamkuta mahali anapoishi na mahali anapolala, halafu yeye anakutakia baraka. Unajiuliza hizi baraka zinatokaje mahali pa hivi ambapo hapafanani? Jioni ya leo mimi ninakupa habari ambazo ninazozungumza juu ya Mungu ambaye yeye ndo anayejua hatima ya maisha ya mtu. Hata kama haukumtumaini, haukumtegemea, haukumtarajia, Mungu akiamua kuibadilisha hatima ya mtu, unaiona kwa sura ya tofauti, nje kabisa na miungu ambayo watu wanaitarajia, nje kabisa na miungu ambayo watu tunaiabudu, ambayo watu tunaiabudu, ambayo watu tunaisujudia, ambayo watu, unajua kuna miungu mingine watu wanatembea nayo, wameibeba. Ngoja nikuonyesha hapa ili uelewe kile ambacho nakizungumza. Naomba tuangalie Matendo ya Mitume 19. Tuanze Matendo 19, tuanze na mstari wa 17. 19 mstari wa 17 hadi wa 20. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasemaje? Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote. Ikajulikana na Wayahudi wote. Na Wayunani. Na Wayunani waliokaa Efeso. Waliokuwa wanaishi Efeso. Hofu ikawaingia wote. Wakaingiwa na hofu. Na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Jina la Mungu ninayemhubiri likatukuzwa. Na wengi wa wale walioamini. Na wengi wa wale walioamini. Wakaja wakaungama. Wakaja wakaungama. Wakidhihirisha matendo yao. Wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga. Kulikuwa na watu waliokuwa wanatumia mambo ya uganga. Maana yake sio kitu cha leo. Huwa wanatudanganya, wanazungumza wazungu, wanatuona sisi kama washamba zaidi. Naomba nikuambie, swala la uganga halina mweusi wala mweupe. Wote tunaujua uganga, kwa sababu hakuna shetani mweusi wala mweupe. Shetani ni shetani tu, na anafanya kazi kwa watu wote. Hawa watu wakasikia habari za Mungu anayejulikana, Mungu ambaye anaeleweka, wakaamini, wakasimama pamoja na uganga waliokuwa nao. Biblia inasemaje? Wakakusanya vitabu vyao. Wakakusanya vitabu vyao. Wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakavichoma moto vitabu walivyokuwa wanatumia kubashiri, kusomea watu mambo na kuwaeleza vitu mbalimbali juu ya uganga. Watu hawa wakavisalenda, wakavileta kwa habari ya Yesu Kristo. Ndio wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Thamani ya vile vitu ambavyo walivileta machoni pa watu. Na hili ndilo jina la kawaida. Mtu anapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kimsingi huwa tunavichoma vitu vyote ambavyo vinatokana na Ibilisi. Mtu mmoja akauliza swali, hivi mtu akija kwako amebebelea vitu vya kiganga zikiwemo na pesa, jiulize na wewe hilo swali. Je, wakati unazichoma hilizi na pesa utazichoma? Hilo ndilo swali ambalo ni la muhimu. Ukija kanisani uniulize nikujibu.
kwamba wakakusanya vitabu, wakakusanya vitu mbalimbali walivyokuwa navyo. Thamani ya vile vitu vinapata 50,000 ya wakati ule. Maana yake vile vitu vilikuwa ni vya thamani. Lakini walipokutana na Bwana Yesu, walipokutana na Yesu, wakaachana na hiyo miungu walioizoea, wakaachana na miungu hiyo waliokuwa wanapapasa, wakakubaliana na habari za Yesu, wakasalenda, wakayaacha mambo yao, wakakubali kujitoa kwenda kwa Bwana ili waione baraka iliyoko kwa Mungu anayejulikana, ambaye jioni ya leo ninamhubiri machoni pako leo. 20 nasema hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi, ndivyo neno la Bwana lilivyozidi. Na sisi jioni ya leo tunapenda tuambie watu wa Mchungwani, acheni biashara ya kufanya pamoja na uganga. Biashara ya kishirikina huwa hairithishwi. Ukifa wewe mwenye ushirikina na mali yako inatoweka, inasambaa hapo. Acha kuishi na biashara ya utumwa inayokutesa na kukunyima raha. Kubali kupata mali ambazo Mungu anaweza kukupa, ukazila ukazitumikia kwa furaha, badala ya mali kukutumikisha wewe ndio ukazitumikisha vikafanya unavyotaka, ukaishi unavyofikiria, sivyo uishi kama mali inavyotaka. Maisha ya shida. Unajua kuna watu unakuta anatembea, anaishi, ana gari la kifahari, lakini analala kwenye ngozi ya kenge. Magodoro mnayoyauza si ya laki ngapi, magodoro makubwa inchi 10, inchi 20, anayaona tu. Ameyanunua akaweka kwenye vitanda vya kulala wageni. Uwe yako lo haraka hantere ya mporo. We rabochiko. Ilolo wa fumomba nuna ngwe sabi. Lakini nafikira anaweza akawa mmoja kati ya vichawa staarabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hauwezi ukawa na mamilioni ya pesa halafu ukalala kwenye ngozi ya nafualalaka nolo ya nguku wangu. Juli akana mandege. Alukulala hantere ya mporo. Na Waswahili walisema kusikia kwa kenge. Ndio mambo yanavyoendelea kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kweli masuala ya miungu hayaepukiki, kwa sababu wengi tumezaliwa kwenye familia za namna hiyo. Lakini ukweli, Mungu ameileta nuru kupitia Yesu Kristo. Biblia inasema nayo nuru yaangaza, hata giza haliwezi kuishinda. Hiyo ndio nuru ninayokuletea. Badala ya kutembea na madunguri, Bwana akupe neema uishi katika maisha yaliyo na baraka, maisha yaliyo na Mungu, maisha yaliyo na ushindi, yasiyokupa changamoto wala kukusumbua. Naomba tuangalie katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 35 hadi 41. Neno la Mungu linasema, sikiliza Biblia inavyozungumza hapo. Na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu, akasema, enyi wanaume wa Efeso. Akawaambia, enyi wanaume wa Efeso, ninyi watu wa Mchungwani. Ni mtu gani asiyejua ya kuwa mji wa Efeso ni nani asiyejua senta ya Mchungwani ilivyoanza? Ni mtunzaji wa hekalu la Artemi. Huyo Artemi anayezungumzwa alikuwa ni mungu wa kike katika nchi ya Efeso. Hii ni Asia, maeneo ambayo leo yanajulikana kuwa Uturuki. Hawa watu walikuwa na mungu aliyeitwa Artemi, mungu mwanamke ambaye walikuwa wakimwabudu, na watu walichonga sanamu zake ndogo ndogo walizokuwa wanaishi nazo nyumbani. Na huyu mungu alichochea sana mambo ya ngono ya hadharani mchana kweupe. Kulikuwa hakuna shida, maana hizo ndizo zilikuwa ibada za mungu Artemi katika maeneo hayo ya Asia, maeneo hayo ya Efeso. Watu walimjua. Huyu ni kiongozi, anasimama anawaambia wenyeji wa mji ya kwamba hakuna mtu ambaye hajui habari za huyu mungu wa kwetu Artemi. Narudia mstari huo. Neno Mungu anasema ya kwamba ni mtu gani asiyejua ya kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi, ndio aliye mkuu ndio wa
kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Wao waliamini kwamba alitoka mbinguni. Basi kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, imewapasa kutulia, msifanye neno la haraka. Hatupaswi kuwa na haraka. Unapotaka kuiacha miungu, lazima ufanye maamuzi na umpe nafasi Mungu kwenye maisha yako. Ukifanya haraka unapiga hedi kwenye hewa. Kwa maana mmewaleta watu hawa wasioiba vitu vya hekaluni, wala kumtukana Mungu mke wenu. Hawajamtukana Mungu. Huyu ni Paulo. Walimkamata wakampeleka kwamba anatuhubiria habari ya tofauti, lakini alipofika bosi wao akasema hapana, huyu mtu mbona mmemleta, sioni tatizo, wala hajamtukana huyo Mungu wenu. Na mimi napenda niwaambie, nimeleta habari za Mungu wa kweli, Mungu anayeponya, Mungu anayeokoa, wala sijaitukana hiyo miungu yenu. Na wewe uliye na miungu kwenye nyumba yako, usiende kuihamisha, iache ukae nayo. Mjinga huwa ni mjinga, mwelevu naye ubaki kuwa mwelevu, baki nayo. Lakini ukikutana na nuru hii, ukaamua kuisalenda kumpa Yesu ndani ya maisha yako, utayaona matokeo katika maisha yako. Tutasafiri pamoja na wewe katika maisha yenye matumaini. Basi ikiwa Demetrio na mafundi walio pamoja naye wana neno juu ya mtu, baraza ziko na maliwali wako na washitakiane. Bali mkitafuta neno lolote katika mambo mengine, yatatengenezwa katika kusanyiko lililo halali. Niambie. Kwa maana tuna hatari ya kushitakiwa kwa ajili ya matata haya ya leo, ambayo hayana sababu, na katika neno hilo hatutaweza kujihudhuru kwa mkutano huu. Alipokwisha kusema haya, akauvunja mkutano. Amen. Akauvunja ule mkutano. Paulo aliposimama kwenye huu mji kuwaeleza habari za Mungu anayejulikana, umati wa watu wengi walielewa kwamba wameliwa kekundu, wanaabudu jiwe, wanaabudu sanamu isiyoweza kujisogeza, sanamu isiyoweza kufanya kitu chochote. Watu wakafanya maamuzi. Walipofanya maamuzi, unajua wafanya biashara, naomba mnielewe vizuri, eneo lolote lenye pesa, unapotaka kumaliza ile miji ya wenye pesa, unakutana na nyumba za waganga wa kienyeji. Naomba mnielewe vizuri. Utakutana na hizo nyumba zimewekwa pembeni kule. Zimewekwa pembeni zinasubiri watu. Zimewekwa pembeni zinasubiri watu kwa mazingira yaliyopo. Sasa mimi sijaja kuambia ili kwamba muwafukuze, hapana. Ninaomba tu nikueleze habari za Yesu, kazi ambayo anaifanya kwenye maisha ya wanadamu. Unajua, kwenye maisha haya watakatifu tuna struggle, tunahangaika. Kuna mahali tunapita, tunapitishwa pagumu, pazito, hapa stahili kuwepo. Kuna watu wanahama mitaa hadi mtaa. Wengine wanakimbia wachawi, wanawaogopa. Wamejaribu kuvaa matendere, wamevaa hirizi, lakini bado haiwezekani. Wakati mwingine unaweza ukalala nyumbani mwako ukapumzika vizuri, lakini asubuhi ukiamka, baba amelazwa koridoni, mama amelazwa sebureni, watoto wamelazwa uvunguni. Mkiamka mahali pale, akili inachanganyikiwa. Mnaamka asubuhi kujua huu mtaa ni wa wachawi. Na mimi ninataka nikwambie wewe mwenyeji wa Mchungwani, mtaa wowote ukikosa wachawi, raza ya huo mtaa unakosekana. Maana yake ni kwamba hakuna senta isiyokuwa na maskini, na kadiri senta inavyokuwa ndivyo vichaa wanaongezeka. Wingi wa vichaa ndo ukubwa wa senta. Na kama unahitaji uwe na senta isiyokuwa na vichaa, basi itakuwa ni Ikuru, sio senta. Naomba nielewe, senta mtaa wowote. Nafikiri wachawi wa eneo hili watanifurahia siku ya leo, maana ninawapigia debe. Senta yoyote ikikosa wachawi nakosa radha. Maana sijawahi kukutana na mchawi tajiri, sijawahi kukutana na mchawi mwenye nazo. Mara nyingi wachawi huwa ni maskini.
Na ndio maana wakiingia ndani kwenye nyumba yako, cha kwanza kama umebakiza wali na nyama wanakula. Ila wakikuta hakuna chakula ndani, wanakasirika. Cha kwanza wanakukalia kwanza kwenye kifua, wanakuchezea wanavyotaka, baadaye wanakuhamisha kitandani, wanakuraza chini. Hawakurazi kwa maana ya kwamba wakupendi, wamechukia, wamekuta hakuna chakula. Ninyi mliozoea kupika robo kilo, mnamaliza mnakula mpaka safuria linakuwa kama limeoshwa. Acheni hizo tabia. Moja ya huduma za watu ni pamoja na kuwahudumia masikini, wakiwemo wachawi. Mama, ukipata kukaa kwenye nzengo vizuri, oyozu gashashigo mkaya, orobiza barogi bapandeke hakolela, orobiko tabokoleka, maana nentondo bakwiza barye. Lakini kama unapika, unamaliza kila kitu, unaosha, ketena ngore wa muhoteri, ukomara ola ajiwa hanze. Wakati mwingine wakikasirika wanakuchanja chale mwili mzima mpaka kwenye ulimi, urolemishe diro sanangire pyomele. We unaamua kuhama huo mtaa wa Mchungwani, unaenda Shinde. Ukifika Shinde unaendelea na tabia yako ya uchoyo, wakura chakula unamaliza. Notorogi to Shinde, notwene toko la jahanze. Bwana asifiwe. Naomba nikupe neema hii mchana na jioni ya leo, ya kwamba Yesu tunayemhubiri ana uwezo wa kukupa ulinzi, ana uwezo wa kukupa mabadiliko kwenye maisha yako. Mambo ambayo hayana majibu, Yesu ana majibu juu yake. Lazima mtu ajue. Mimi huwa ninawaambia watu, hakuna eneo ambalo ninaweza nikaenda alafu wachawi wasijue kama kuna mtu kwenye hiki kijiji. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata sasa hivi niko hapa kwenye huu mkutano, wachawi wanajua leo niko hapa, na walijua mapema kabla sijaja. Nilipoanza wazo la kuja hapa, walijua kwamba kuna mtu anakuja hapa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya Yesu. Hakuna mahali ambapo Yesu alipita watu wasijue kwamba aliyepita ni Yesu. Na hata alipopita Yeriko, alikutana na Batimayo. Batimayo kipofu, akasikia kelele. Akawauliza watu, nini hizi kelele za nini? Wakamwambia ni Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele, akawaambia, Yesu wa Nazareti, Yesu mwana wa Mungu, unirehemu. Kwa nini? Hakuna eneo Yesu anaweza akaenda watu wasijue. Na mimi jioni ya leo ninaomba nikwambie, mwenyeji wa Mchungwani, mpe Yesu maisha, ubadilishe mipango na maisha yako. Wakati hatima yako watu wameikalia, watu wameingangania, watu wameitengenezea mazingira yoyote. Biblia inasema hakuna uganga wala uchawi katika Israeli. Wale wanaobeba mauzo yako na kuhakikishia ukimpa nafasi Yesu, hakuna atakayebeba mauzo yako. Wale wanaobeba nafasi yako na kuhakikishia hiyo ndoa iliyobakiza uzi mmoja ivunjike, ukimpa Yesu haitabakiza ilivyo. Bakomara boba la kelalo shiko, huenda hamwe ntondo akwenga, lakini kesho watakuona unaendelea. Wanajua kesho utafirisika, kesho unaongeza mtaji mwingine. Wanajua kesho utauza nyumba, lakini kesho watakuona kwa namna ya tofauti. Najua kuna watu wameshaelewa ya kwamba maisha yako yamesha kuwa ya hivyo. Wewe na familia yako na watoto wako wanakufahamu wewe ni ombaomba, wanakujua wewe hauna chochote, nyakati zote unahitaji msaada. Naomba nikwambie jioni ya leo, wewe sio mtu wa msaada tena. Watawaona watoto wako wamekutana na pesa, wanakuja kupabomoa nyumbani kwako, wanajenga nyumba nyingine, wananzengo wanafikiri umepauza,
Kumbe watoto wamekutana na hela, wanasogea wanajiuliza, nadhani mama Kurwa amepauza hapa. Kumbe ni Kurwa amezipata, anapabadilisha nyumbani kwao. Lazima Yesu akutengenezee mabadiliko. Wanaowaza wewe kuishiwa, lazima wakuone maisha yanaendelea. Mpe Yesu maisha, abadilishe mtazamo, biashara, matokeo na kazi ulionayo. Ni jioni nzuri ambayo Bwana amekupatia. Najua una vitu vingi umevifanya, haujawaona matokeo yake ulionayo. Umejaribu kufanya vitu mbalimbali, lakini huoni vile ambavyo vinatokea kuwepo. Unajua kuna mtu mmoja akasema hivi, mimi bwana nimeshindwa kwenda kanisani. Kwa sababu kanisani bwana, wachungaji nao walioko kanisani nao wanataka tu hela. Wala hata hawana chochote wanachokifanya mule, na mawazo yao waliopo kwenye pesa. Na mimi nikajibu hivi, hakuna maisha duniani yasiyohitaji pesa. Hata anayezikwa kwenda kaburini tunatumia pesa. Maana jembe linalochimba ili azikwe tumelinunua pesa. Koreo linalochota mchanga kaburini tumelinunua pesa. Kamba zinazoshusha jeneza tumezinunua hela. Jeneza lililowekwa maiti tumelinunua hela. Nguo tulizomvika maiti zimenunuliwa hela. Angoma hayo ango baba. Hela unaikwepa wapi? Hela unaikwepa wapi? Kwa mganga wa kienyeji unaenda kifaranga cha kwako, mnyaa wa kwako, ilo ukifikisha ili mganga wa kienyeji aangalie mishipa ya huyo kifaranga, lazima uweke buku mbili. Kifaranga cha kwako, mnyaa wa kwako, lakini ukifikisha tu pale, kifaranga mwenyewe anamchinja, anamuua, halafu anaanza kusoma kwenye hiyo mishipa, halafu wakati anasoma umeweka pesa pembeni. Watakatifu, sasa mimi ninayehubiri hivi ninaacha kula sadaka yako, si utakuwa umenionea? Bwana asifiwe. Haleluya. Usiogope mambo yaliyoko kanisani. Hakikisha unayakabidhi maisha yako, ili siku ukifa, ili siku Bwana akikuita, usije ukawe mgeni mbele za Bwana. Maana Mungu ana maeneo mawili anayotarajia kuwaweka wanadamu. Kuna eneo la uzima wa milele na kuna eneo ambalo ni kwa ajili ya mateso ya milele. Baba, mama, kijana, changamka mapema kungali jioni. Umpe Yesu maisha, ili utakapofika muda wa kupumzika, Bwana akupokee. Bwana akupe uzima. Bwana abadilishe maisha yako. Bwana atengeneze matumaini kwa ajili yako. Jioni hii ya leo, Mungu amenipa neno hili kulileta kwako, ili ujue ya kwamba yupo Mungu anayeishi. Yupo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yupo Mungu aliyetupa maisha. Yupo Mungu anayetusaidia. Yupo Mungu anayetuhitaji. Pamoja na changamoto ulizonazo, mimi ninapenda nikupe jioni ya leo nafasi ya kwamba upate muda mzuri, umwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama kuna mambo hayajakaa vizuri, mimi nitaomba pamoja na wewe jioni ya leo. Mungu atafanya tofauti kama unavyofikiria. Kama una magonjwa ambayo umeyaita na majina kama ya kwako, lakini bado jioni ya leo, Mungu anapokusamehe dhambi, anakuponya na magonjwa yako yote. Mungu anapokusamehe dhambi, anafungua na kazi yako. Mungu anapokusamehe dhambi, anakupatia na njia nyingine ya kutokea. Hakuna masuala ya kuhangaika. Kuna watu huwa walali usiku. Akilala tu anaota ndoto, mara anafukuzwa, mara anavuka mto, mara ananigwa, anapiga kelele, hawezi kujifunika shuka. Ninakuhakikishia ya kwamba leo utalala usingizi mpaka asubuhi watakuamsha. Mpe Yesu maisha leo, uyaone mambo ambayo yalionayo.
Kuna wengine akiingia ndani halali usiku, maana usiku kucha anasikia mtu yanatembea ndani ya chumba chake, yanaongea, mara yanahamisha vyombo kwenye kabati, mara yanabeba vitu vingine vya namna. Na kuhakikishia hivi, hakuna mtu atakayetembea kwenye nyumba yako, hakuna mtu atakayebadilisha, hakuna mtu atakayeweka dawa kwenye duka lako, hakuna mtu atakayebadilisha biashara yako. Unauza asubuhi mpaka jioni, ukifika nyumbani ukipiga mahesabu, mzigo uliouza ni mkubwa, lakini fedha ulionao ni kidogo. Haitatokea baada ya kumpa Yesu maisha. Lazima uzione ulizouza na faida uliopata. Bwana lazima afanye. Waliozoea kula kwenye duka lako leo wanalala njaa kama utampa Yesu maisha, kwa sababu Bwana atafanya jambo kwenye maisha yako. Naomba nikukaribishe jioni hii ya leo, mwenyeji wa eneo hili, bila kujali changamoto ulionayo, magonjwa ulionayo, shida ulizo nazo. Wakati tunaimba tembea, wewe chukua tu hatua kutoka kule uliko, sogea mahali ambapo mimi nilipo, ili niombe pamoja na wewe, na Bwana afanye jambo kwa ajili ya maisha yako. Mungu ambaye tunamhubiri kwako, Mungu ambaye unampa nafasi, Mungu ambaye amekuumba, Mungu ambaye amekupa biashara, Mungu ambaye amekupa maisha, atafanya jambo jioni hii ya leo. Wakati tunaimba tembea, uje mahali hapa nasi tuombe pamoja na wewe, na kuna kila ambacho Mungu atafanya kwenye maisha yako. Usiogope, usione haya. Mungu anaenda kutenda muujiza. Maisha yako yanabadilishwa jioni ya leo. Ugonjwa wako unauachia hapa, na Mungu anakupa neema nyingine. Sio mtu wa kutembea kwenye hospitali kila mwezi, kila mwaka. Pesa yako haiwezi kutulia. Bwana anaenda kuitengenezea njia na milango ya kwenda kukaa. Wakati tunaimba wakati huu, tembea mahali ulipo, sogea tu uje mahali hapa ili tuombe pamoja na wewe. Ni nani kama wewe Bwana? Wakati tunaimba tembea tu. Baba, kijana, amua uje ili Mungu afanye jambo kwenye maisha yako. Tembea tu uje mahali hapa. Ugonjwa ulionao Mungu atafanya nao kazi. Wewe sio mtu wa kuugua masaa yote. Wewe sio mtu wa kukaa unachanganyikiwa. Wewe sio mtu wa kukaa unateseka. Ni kile Mungu anahitaji kukiona kwenye yako. Tembea uje hapa. Tembea tu mama yangu, baba yangu, kijana mwenzangu, tembea uje hapa ili Mungu aweze kufanya jambo kwa ajili yako. Asante sana baba yangu. Karibu sana. Tembea tu uje mahali hapa. Bwana atafanya jambo kwa ajili yako. Wakati tunaimba, wewe tembea tu. Tembea tu uje, tembea tu usiogope. Tembea tu uje usiogope. Tembea uje. Ni kile Mungu anataka kufanya kwa ajili yako. Tembea usogee kila ambacho Mungu anataka kufanya kwa ajili yako. Wewe njoo tu. Bwana anafanya jambo kwa ajili yako. Asante sana. Wewe tembea tu usiogope kijana, tembea tu. Tembea tu uje. Tembea tu uje. Mungu anabadilisha maisha yako. Hautakuwa muosha vyombo kwenye familia za watu. Hautakuwa mfua nguo kwenye familia za watu. Lazima Mungu atengeneze jambo jipya kwenye maisha yako. Fanya maamuzi. Wakati tunaimba, njoo, tembea, chukua hatua, wewe sogea tu. Hatuna muda mrefu kuomba pamoja na wewe. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Najua hakuna mwingine. Tembea tu, karibu sana. Tembea, njoo. Wewe njoo tu. Mungu anafanya jambo kwa ajili yako, njoo. Wewe njoo, mpe Yesu maisha na yeye afanye jambo kwenye maisha yako jioni ya leo. Kuna ujumbe wako jioni hii. Wewe tembea, sogea tu uje mahali hapa. Fanya jambo kwa ajili yako. Tembea uje tuombe pamoja na wewe. Njoo tuombe pamoja na wewe. Njoo tuombe pamoja na wewe. Njoo tuombe pamoja na biashara yako. Njoo tuombe pamoja na mtaji wako. Njoo tuombe pamoja na kazi yako. Wewe njoo jioni ya leo. Mungu ameileta hili kwa ajili yako. Mungu amekuja hapa kwa ajili yako.
yako juu yako. Hakuna mwingine kama wewe. Ninajua hakuna mwingine Yahweh, kama wewe Bwana. hakuna mwingine kama wewe Bwana. Inua mikono yako juu, niombe pamoja na wewe. Kila ambacho Mungu amekikusudia kukifanya kwenye maisha yako jioni hii, Mungu anaenda kukifanya. Inua tu mikono yako, mimi nitaomba na wewe. Ninakushukuru Mungu kwa neema yako kwa ajili ya baba huyu aliyetoa maisha yake kuja kwako jioni hii ya leo. Sio bure. Neno lako haliwezi kutoka kama unavyofikiria. Mahali popote linapofika, Mungu hulipanda, nalo huwa linaotesha mbegu, na mbegu hizo unazimwagilia maji, zinakuwa, zinazaa matunda. Kwa jina la Yesu wa Nazareti tuliye hai, ninaondoa kila aina ya mamlaka ya giza, nguvu za shetani, mamlaka yote ninaziondoa katikati ya maisha yake. Ninatengeneza hatima nyingine juu ya maisha yake kwa jina la Yesu wa Nazareti tuliye hai. Toka shetani kwa jina la Yesu, hauna mamlaka juu yake. Ninafuta kila aina ya laana, ninafuta kila aina ya mikosi, ninafuta kila aina ya mamlaka. Ninafungua nguvu zako Kristo zikasimame katikati ya maisha yake. Ninaangusha nguvu zote za giza, mamlaka ya mizimu, uganga na ushirikina, ninaufuta kwa jina la Yesu. Ninafuta kwa jina la Yesu anatutulia hai. Ninafungua maisha yako. Nenda ukafungue maisha ya binti huyu. Kuanzia leo anayatoa maisha yake kwa ajili yako, nami ninayafungua maisha yake kwa jina la Yesu. Wewe utamfungulia neema tangu wayo wa miguu wake hadi utosi wake. Utamfanya kuwa kichwa wala sio mkia tena. Ninamfungulia neema yako akawe wa tofauti katika nyumba na familia yao kwa jina la Yesu Kristo anayetulia hai. Shetani hautapata nafasi juu yake. Shetani hautapata nafasi juu yake. Kuanzia leo nitamka mamlaka yako juu yake tena kwa jina la Yesu. Toka shetani achilia maisha yake, akatembea katika utukufu na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo anayetulia hai. Ninaachilia mamlaka yako na kazi zako Bwana, wewe unayeweza kusimama na kufanya kila kinachowezekana kuwepo. Tangu wayo wa miguu wake hadi utosi wake, ninafuta kila aina ya laana. Ninaachilia maisha yake kuja kwako, akisimama machoni pako kwa ajili ya uzima wa milele juu yake katika jina la Yesu. Ninafuta laana zote, ninafuta mamlaka yote ya giza kwa jina la Yesu anayetulia hai, kwa jina la Yesu anayetulia hai, kwa jina la Yesu anayetulia hai. Nenda ukapande uzima, nenda ukapande mamlaka juu yake katika jina la Yesu Kristo. Unamuinua kwa namna ya tofauti unayoiweka kwenye maisha yake. Unayafungua mambo yote yaliyofungwa na kumpatia neema mpya na kumpatia maisha mengine katika jina la Yesu anayetulia hai, kwa jina la Yesu anayetulia hai. Ninafungua hatima ya maisha yake. Ninafuta kwa jina la Yesu. Ninaifungua mikono na miguu yake katika jina la Yesu. Mamlaka yote ya giza, nguvu zinazomnyima riziki, nguvu zinazoharibu hatima na mipango yake, kwa jina la Yesu anayetulia hai. Neno lako likasimame, neno lako likakae Bwana, ukamtengenezea hatima nyingine siku ya leo mpya katika maisha yake. Kwangu siku hii akaione kwa namna tofauti ambayo Bwana unaifanya kwenye maisha yake. Uganga na ushirikina, nguvu zote za giza ninaziamuru, toka juu maisha yake, toka juu maisha yake, toka juu maisha yake, toka juu maisha yake kwa jina la Yesu anayetulia. Baba, utaendelea kusimama na kumwinua katika utukufu na mamlaka yako kwa jina la Yesu Kristo anayetulia hai. Amen. Naomba msogee kwenye viti pale. Kuna vitu ambavyo mtaenda kwa. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Imba wote. Hakuna mwingine
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu tusimame kidogo tumtukuze Bwana tunapoelekea mwishoni kabisa. Efu. Haleluya. Amen. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Hey! Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wote imba Bwana. Bwana, hey! nimerudi tena. Yesu, Yesu, nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. imba Bwana. Bwana, Yesu, nimerudi tena. haleluya. Yesu, Yesu, nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. oh Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Imba Bwana. Bwana, Yesu, nimerudi tena. haleluya. Yesu, Yesu, nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. imba Bwana. Bwana, Yesu, nimerudi tena. haleluya. Yesu, Haleluya. nakushukuru. Pengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitendea. 1, 2, 3, cheza kidogo. Haleluya. Jiachie kwa Yesu. Yesu ni mwema. Nimeomba mengi umenijibu moja. Umetutendea wengi, kwangu nimerudi, japo mengine bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilonitenda. Wale wengine kenda, mimi sijui, ila nachojua kwangu umetenda. Mengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni Msamaria tu, mtu wa makabila mengine, wala sikustahili haya ulionitendea. Sijui wengine wanasema nini, ila mimi Bwana nimeuona wema wa ajabu. Wenye ukoma tulikuwa na neno lako alikufanya makosa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa wengi, kwa damu yako ikanitakasa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimeuona wema wa ajabu. Oh, utukufu nasema na heshima, umenitenda wema. Jehova Shalom, utukufu oh, na heshima, umenitenda wema. Yesu wangu, haleluya. Jehova Shalom, utukufu na heshima, umenitenda wema. Haleluya, haleluya. Oh, Yesu yuko hapa. Oh, Yesu yuko hapa. Imba Yesu yuko hapa. Yesu Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. oh, nimemuona Yesu Yuko hapa, anatenda miujiza. yuko hapa, Huyu Yesu wetu, yuko hapa, Yesu wetu yuko hapa, yuko hapa.
yuko hapa. Oh, imba Yesu Yuko hapa. Huyu Bwana Yesu Yuko hapa. Huyu Yesu Yuko hapa. Yesu Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Yesu bado anaokoa watu. Yuko hapa. Yesu bado anainua watu. Yuko hapa. Huyu Yesu Yuko hapa. Yesu Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. ninasema Yesu mtenda miujiza. Yuko hapa. Tumekuja na Yesu siku ya leo. Yuko hapa. Imba Yesu Yuko hapa. Yesu Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. cheza kidogo kidogo. 1 2 3 twende. Natamani kusikia vigelegele. Wosa wosa. Haleluya. 1 2 cheza kidogo. Cheza tena, cheza tena, cheza tena. Yesu anaweza. Sikia. Oh, kila mtu anasema umwema. Umwema Jehova, umwema. Kila mtu anasema umwema. Yesu, umwema Jehova. Kila mtu anasema. Kila mtu anasema umwema. Yesu, Umwema Jehova, umwema. kila mtu Kila Yesu. mtu anasema umwema. Yesu. Umwema Jehova, Kila mtu umwema. anasema. Kila mtu anasema umwema. Umwema Yesu. Umwema Jehova, umwema. Haleluya. Kila mtu anasema umwema. Baba. Umwema Jehova, umwema. Hapa Michungwani tunasema umwema. Yesu, umwema Jehova, umwema. Geita tunasema umwema. Umwema Jehova, kila mtu anasema. Kila mtu anasema umwema. Umwema. Umwema Jehova, umwema. Haleluya. Kila mtu anasema umwema. Yesu, Umwema Jehova, kila mtu anasema. kila mtu anasema umwema. Umwema Yesu. Umwema Jehova, umwema. Kila mtu Baba. Kila mtu anasema umwema. Haleluya. Umwema Jehova, umwema. Matulele tunasema umwema. Umwema Jehova, umwema. Kila mtu anasema umwema. Yesu, umwema Jehova. Imba, kila mtu anasema. Kila mtu anasema umwema. Yesu, Umwema Jehova, umwema. kila mtu Kila Yesu. mtu anasema umwema. Baba, Umwema Jehova, kila mtu anasema. kila mtu anasema umwema. Yesu, Umwema Jehova, umwema. kila mtu Baba. Kila mtu anasema umwema. Yesu, Umwema Jehova, tena kila mtu anasema. kila mtu anasema umwema. Haleluya. Umwema Jehova, umwema. Oh, haleluya. Kila mtu anasema umwema. Umwema Jehova, umwema. Mpe Yesu makofi mengi. Mtu wa Mungu, chukua sekunde mbili tu, mshukuru Bwana kwa kila alichokitenda mahali hapa. Sekunde mbili, mwambie Bwana asante kwa maneno ya kinywa chako. Baba, asante kwa kuwa umekuwa baraka na Mungu mwema, umetupa nafasi, umesema na watu wako wa mahali hapa. Baba, asante kwa mioyo ambayo umeigusha. Asante kwa watu ambao Bwana umefarijiwa na wewe. Tunakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, upewe sifa kwa wema wako na upendo wa ajabu. Tukufu na heshima tunakurudishia peke yako. Tunaamini kuna mtu Mungu umemgusa, tunaamini kuna mtu Bwana umefariji moyo wake, tunaamini kuna mtu Bwana umemponya, kuna mtu Bwana umemuimarisha katika jina la Yesu.
Baba tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunalibariki jina lako. Utukufu na heshima upewe wewe peke yako Mungu, uketee mahali palipotukuka. Baba asante kwa kuwa ni mwaminifu na mwema. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Pe Bwana makofi mengi.